Altar Vibes Media, walio wabunifu wazuri na wataalamu wa kurekodi matukio mbalimbali ya kihistoria ndani na nje ya nchi katika matoleo ya sauti ya audios na katika videos. Sasa wanakuletea ofa ya kurekodi kazi yako yoyote kwa ubora, umakini na uzuri wa hali ya juu kama vile mahubiri, harusi, sendo, uchumba, mahafali, kipa imara, misiba, kwaya na kadhalika. Na vyote hivi tutakurekodia kwa kutumia vifaa vyetu vya kisasa na kwa bei nafuu na muda mfupi. Wasiliana nasi sasa. Altar Vibes Media, tunahakikisha tunaacha alama ya kumbukumbu kwako. Janes Obala, mchungaji wa EAGT kule Chalinze. Epuka mambo yanayoweza kuharibu maisha yako. Baadhi ya mambo yanayoweza kuharibu maisha ya mtu: moja ni tamaa ya mali, pili tamaa ya mwili, tatu kiburi cha uzima. Tamaa ya macho inapitia hatua 4: kuona, alafu kuvitamani vitu. Unafikiri unaweza ukajulikana na Mungu kwa jina lako, lakini Mungu hukujua kwa tabia ulizonazo, ndio zinaunda jina lako. Sawa? Basi tufungue tena waraka kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 15 hadi 17. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Somo letu: epuka mambo yanayoweza kuharibu maisha yako. Epuka mambo yanayoweza kuharibu maisha yako. Yako mambo mengi yanayoweza kuharibu maisha ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mambo yanayoweza kuharibu maisha, mojawapo ni uchungu unaokaa muda mrefu. Uchungu ukikaa muda mrefu, mwaka hadi mwaka, mwezi hadi mwezi, hilo ni jambo linaloweza kuharibu maisha yako kabisa, na msingi wa maisha ukaenda pembeni. Lakini si hayo tu, wana wa Israeli waliweza kuharibikiwa kule jangwani kwa sababu ya manunguniko na hata mambo ya tamaa, na inatajwa uasherati na majaribu mbalimbali na kumwekea Mungu mipaka na kuwa na maisha yenye mashaka yasiyokuwa na imani, ikaharibu sana maisha. Maisha ya sasa ni msingi na mtaji wa maisha ya baadaye. Hilo ni jambo ambalo hutakiwi kuliacha. Kwa nini narudia sana kwenye eneo la maisha? Kwa sababu ukipoteza maisha umepoteza kila kitu. Hatuwezi kutengeneza maisha baada ya kufa. Maisha tunayatengeneza mara ukiwa hai, na unaweza ukafanya vitu wakati ukiwa hai. Maisha wakati mwingine ni kiwanda cha kuzalisha tabia za uungu ndani ya maisha yako, kuzalisha ubora, kuzalisha upekee. Nitajua upekee wa mtu wakati akiwa hai, wala hakuna sifa katika wafu, isipokuwa kuna sifa na uweza wa Bwana
pale mtu ambaye yuko hai. Unaweza ukafanya jambo linalotikisa dunia ukiwa hai. Na sasa hivi ndio natakiwa uonyeshe kroniki yako, uonyeshe akili yako, uonyeshe mawazo yako, uonyeshe maarifa yako, uonyeshe utaalamu wa matendo yako, uonyeshe jinsi unavyomjua Mungu ukiwa hai. Mshangilie Bwana Yesu. Na Biblia ina madai ya msingi. Na Mungu ana madai ya msingi. Ana madai ya msingi. Anadai atuone tukiwa tunamfuata Kristo. Kwa sababu gani? Kristo ndiye aliyeanzisha imani na akaweza kushinda mambo yote. Kristo alionyesha jinsi gani anaweza akajitoa, akatoa dua, akatoa maombi na machozi siku zake za mwili. Siku zake za mwili alimtolea yule awezaye kumuokoa na mauti. Nani anaweza akatuokoa na mauti kutoka hapa duniani? Hapa duniani ni Mungu Baba anaweza akatuokoa. Akamtolea dua, maombi, akamtolea pia na machozi. Waweza kutoa vitu vya thamani kutoka kwako. Lakini mimi ninachoona hapa ni kuusoma moyo wa Mungu. Usome moyo wa Mungu unahitaji kitu gani? Hapo ndipo utaweza kufuata nyayo zake, ukimtazama, ukienenda kama yeye. Kwa hiyo katika somo letu, baadhi ya mambo yanayoweza kuharibu maisha ya mtu. Moja ni tamaa ya macho. Pili, tamaa ya mwili. Tatu, kiburi cha uzima. Hayo ni mambo yamesumbua ulimwengu na yakaitwa chimbuko lake na asili yake yametokea duniani. Hayatokani na Baba. Kwa hiyo yametokea duniani kwa kuwa adui alikuwa amekwisha kutupwa duniani. Chanzo cha vitu vyote ni huyo ibilisi, cha mabaya yote ni huyo ibilisi. Lakini ibilisi akayapitisha kwa Adamu na Hawa. Adamu akashindwa katika eneo hilo na Hawa, lakini Yesu kama mwana wa Adamu, yeye alikuja kuyashinda kupitia yale majaribu. Katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11 tunaona yeye akashinda. Nilisema tamaa ni hali ya kuhitaji kitu bila kuwa na mipaka. Yaani unahitaji kitu lakini huna mipaka, huna udhibiti, huna kizuizi. Yaani unatamani kitu bila break. Hutosheki na kitu fulani, hujibrekishi katika kitu fulani, hujipi vipimo katika kitu fulani. Sasa neno la Mungu ndio kipimo cha kukuwezesha, kukuongoza kupata vitu. Kama kitu akijaja, basi hakikisha kwamba unakaa kwenye mstari, kitakuja tu. Tunaona maisha ya Akani, mfano wa macho, tamaa ya macho. Akani katika sura ya 7 Yoshua 19 hadi 21. Sura ya 7 ya Yoshua 19 hadi 21. Biblia inasema, Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake. Uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu na ile fedha chini yake. Kwa tunaona Akani alikuwa amekwisha kupewa taratibu pamoja na Yoshua. Yoshua ndiye alikuwa kiongozi. Akawaambia katika mji huu wa kwanza ambao ni wa Yeriko, huu ni mji ambao kuna vitu ambavyo tumeagiza na Bwana, na ameagiza ya kwamba vitakuwa ni malimbuko. Hasa ukisoma katika Yoshua 6 mstari ule wa 16 hadi 19, ya kwamba hivi vitakuwa ni malimbuko, vitawekwa wakfu kwa Bwana. Vitu vyote vya dhahabu, vya fedha, vitu vyote ambavyo ni vya shaba, na vitu mbalimbali alivyoagizwa Yoshua. Kwa tunaona kwamba hivi vitawekwa wakfu viwe malimbuko.
Sasa Akani akaviona vile vitu. Ninasema akaviona, nikavitamani, nikavitwaa, nikavificha. Tamaa ya macho inapitia hatua 4: kuona, alafu kuvitamani vitu, kuwa na shauku, kutokutosheka na vitu vilivyoko pale, alafu kuvitwaa, kuvichukua, alafu unavimiliki, alafu unaenda unavificha. Kwa hiyo ilipitia hatua 4. Kwa hiyo vitu vilizungumza na moyo wa Akani. Vikazungumza majoho ya Babeli, mambo ya mavazi yakazungumza na moyo wa Akani. Kwa hiyo Akani akawa amezidiwa, akashindwa, akavunja mpango au mkataba wa mapenzi ya Mungu. Vikamvuta, akavitamani, akavichukua vitu vilivyowekwa wakfu kwa Bwana. Kwa hiyo moja kwa moja nguo zinazungumza, dhahabu zinazungumza, shekeli pamoja na fedha zinazungumza. Lakini nilitangulia kusema ya kwamba vitu vyote tumepewa viko chini yetu. Mwanzo 1:28 inasema, zaeni mkaongezeke na mkaitawale nchi, tawale ndege wa angani na pamoja na samaki wa baharini na vitu vyote vilivyomo ndani ya dunia, vyote viko chini yako. Nguo zisizungumze kuliko wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mifugo isizungumze kuliko wewe. Mashamba yasizungumze kuliko wewe. Vitu vyote visizungumze kuliko wewe. Hata nywele zisizungumze kuliko wewe. Mavazi yoyote yasizungumze kuliko wewe. Mwambie mwenzako, chochote ulicho nacho kisizungumze kuliko wewe ambaye uliye roho ndani. Bwana asifiwe sana. Nywele zikizungumza sana, utajikuta unashughulikia mambo ya nywele na muda umefika wa ibada unashindwa. Lakini kama nywele hazizungumzi kuliko wewe, wewe nywele nisingekuepo wala usingekuepo, nitii mimi. Muda huu umefika wa ibada, kaa hapo. Bwana asifiwe sana. Nitakutengeneza siku nyingine. Kwa hiyo kitu kinachozungumzwa hapa, chochote kile ambacho kimekuepo juu ya huo mwili, basi moja kwa moja hivyo vinakutii wewe na maamuzi yako. Vitu hivi vimeharibu dunia unavyoviona. Utaona vizuri na utaona vile vilivyo vibaya. Uchambue wewe mwenyewe. Nyakati za dunia na siku za mwisho, Bwana Yesu apewe sifa, ni utaalamu wa kuona na utaalamu wa kuyachukua yale uliyoyaona kwamba yanakufaa au vipi. Yale yaliyoingia moyoni unayaangalia, ndio yatakayokutoka. Kwa hiyo sentensi zitakazotoka zitatoka moyoni, yaliyokujaa moyoni ndio yatakayokutoka. Tuangalie sana. Tunataka tufike mbinguni, si ndio? Tusiwe katika moyo wa Akani. Akani alimsumbua Yoshua mno. Wakati wana wa Israeli wamepigwa kule, nafsi 36, watu wamekufa 36, eti macho ndio yanasababisha mpaka anavuka mapenzi ya Mungu, anakuwa hana mipaka, anaiba vitu vile, anavunja yale maagano, hatii hata neno la kiongozi. Moja kwa moja nafsi 36 zikawa zimekufa. Sasa hiyo ni mbaya sana. Na ndio maana baadaye alikuja kupondwa kwa mawe mpaka na familia yake. Kwa sababu tukio lililosababisha ni tamaa ya macho kuona vile vitu. Kwani ukiona majoho kuna shida gani? Kwani ulishawahi kuona majoho tu? Wewe ulishawahi kuona hata mavazi ya kifalme, hata na zaidi ya hayo? Na kama huwezi, unaweza ukaona kama Isaya. Kwa sababu Isaya aliona, akafunuliwa, akaona si mavazi ya hapa, akaona mavazi yaliyo kwenye hekalu la Mungu, kwenye hema la Bwana, akamuona na Mungu aliye hai. Akaona mavazi ya kitakatifu, akaona na utakatifu wa kule, akajichunguza yeye mwenyewe, akaona ya kwamba yeye hafai. Baadaye akahitaji atakaswe. Ndipo malaika akaruhusiwa kwenda kuleta kaa la moto, akamtakasa, halafu akauangalia ulimwengu. Natakiwa uwe unausoma moyo wa Mungu, halafu unajisoma wewe, kisha unawasoma wengine. Tatizo la wengine, wakisoma moyo wa Mungu, wanasoma mioyo ya wengine, hawasomi mioyo yao.
Isaya ilikuwa tofauti. Isaya 6 akasoma moyo wa Mungu, akajisoma yeye mwenyewe, kisha akajigundua kwamba ana kasoro, akatengenezwa kwanza yeye mwenyewe, akawa ametakasa kwanza yeye mwenyewe, ndipo aenda alipeleke neno linalotakasa wengine. Akaweza sasa kuwa mtumishi wa Mungu, akisema nitume Bwana, niko mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaweza kuona hayo, lakini tuingie kwenye eneo la pili, vitu ambavyo vinaweza kuharibu. Tuingie eneo la pili kwamba tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili inaweza ikaharibu maisha yako yote. Ukiuachia mwili wako halafu ukuendeshe wewe, tayari unaweza ukaharibu maisha yako yote. Katika Wafalme wa kwanza 11, Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4, taangalia hapo. Mtu mmoja tusomee Wafalme wa kwanza sura ya 11, sura ya 11 wa kwanza tuanze mpaka mstari wa 8. Biblia inasema, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Edom na wa Sidoni, Hiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu. Sulemani akambatana akawa na binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth, mungu mke wa Sidoni, na Milkom, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemoshi, chukizo la Wamoabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amon. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba wakawatolea miungu yao dhabihu. Bwana Yesu apewe sifa. Haya ni mambo ya kuepuka. Haya ni mambo ya tahadhari. Yako maisha ya watu wengi ndani ya Biblia, lakini tunachukua wachache wakiwa kama mfano. Tamaa ya macho iliweza kumsumbua sana Akan, lakini sio Ayubu. Ayubu yeye aliweka agano na macho yake ya kwamba anachokitazama anaweza akakitazameje mpaka kinampoteza. Lazima awe na break, lazima awe na break ya neno, lazima awe na mafunzo ya macho yake, lazima awe na mafunzo ya masikio yake, lazima awe na mafunzo ya moyo wake. Chochote kinachoingia moyoni kinakuwa cha uchaji. Na sifa za Ayubu zilikuwa ni hizi, ya kwamba ni mtu mkamilifu. Neno lake na tendo lake havipishani, vimekamatana. Analolisema ndiye analolitenda, analolitenda ndiye analolisema. Kwa kweli vimeshikamana, hakuna kitu kingine kuingia pale. Haya, akasifika ni mkamilifu katika maamuzi yake, katika yale anayoyasema ni mkweli, si muongo. Na hivyo tena akawa na sifa nyingine, anasema ni mcha Mungu. Mcha Mungu, mtu ambaye anamheshimu Mungu zaidi, ni mtu wa kuepukana na mambo ambayo yasiyokuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Kumcha Mungu, kuwa na hofu na Mungu, kumheshimu Mungu zaidi. Akawa na sifa hiyo, lakini pia akawa na sifa nyingine ya kuepukana na uovu. Akiuona uovu uko pala anaruka, akiuona uovu uko pala anapita pembeni. Huyo ni Ayubu. Alifanya mazoezi hayo kwa muda wa miaka 69. Mwaka wa 70, wakati ambapo jaribu lile limekuja, alikuwa ashafanya mazoezi kule, na sifa hizo anazo. Na hata Mungu akawa anatambia kwamba
Angalia juu ya Ayubu, mtu wangu ambaye yuko duniani, ana sifa hizi zinajulikana na Mungu. Unafikiri unaweza ukajulikana na Mungu kwa jina lako, lakini Mungu hukujua kwa tabia ulizonazo, ndio zinaunda jina lako, sawa? Na anajivunia kulingana na jinsi ambavyo umejenga maamuzi. Umejenga maamuzi vipi? Ya kwamba moyoni unatamani kitu gani, unataka ufike wapi, umejiweka, umejikita wapi, wewe una msimamo gani, una malengo yapi. Na kila kitu ambacho kinachozungumza moyoni, Bwana huwa anakisikia, na tabia gani ulionayo. Kwa hiyo maamuzi yaliyoko ndani ndio yanayojalisha zaidi. Kwa hiyo Ayubu akayajenga hayo, lakini Ayubu alijenga pia moyo ulioelekea kwa Mungu. Moyo wake aliuelekeza kwa Mungu. Alifanya mazoezi ya kuuelekeza kwa Mungu. Unavutwa na mali, anauelekeza kwa Mungu. Unavutwa na dunia, anauelekeza kwa Mungu mpaka kafaulu. Anasema ni mwelekevu. Bwana asifiwe sana. Hajaelekea kwenye dunia, hajaweka moyo wake kwenye mali, hajaweka kwenye mashamba, hajaweka kwenye ng'ombe. Kondoo karibu 3,000 zikafa, ng'ombe karibu 1,000 zikafa, na punda wengi wakafa. Wote, yani hata na watoto wake 10 wote wakafa. Ilikuwa ni jaribu zito. Mwili wake kuwa funza, lakini mtu bado ameshikamana na Mungu. Wewe uje upewe jaribu la Ayubu hata moja, ungefika wapi? Si unalalamika tu. Hata mwingine anazira kabisa kuja kanisani. Anaruhusu ng'ombe zangu zinakufa, ng'ombe 2 zote, huu mwaka ni wa kwangu, ng'ombe 2 zote, ng'ombe 2, wengine walifiwa ng'ombe 10, kondoo 3,000. Ungekuwa na utajiri wa Ayubu ingekuwaje? Halafu vyote vifyeke kwa wakati mmoja, halafu naletewa na habari mbaya. Mimi tu kukuletea habari, kuna tukio hili limetokea, tena baada ya huyo mimi tu kukuletea habari kukuchanganya. Lakini Ayubu hata katika mambo hayo hakumtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo alikuwa mwelekevu. Elekeza moyo wako vizuri. Fundisha moyo wako. Uelekeze ukiwa hai kwamba Bwana, ukitaka kufika mbinguni ni kumshika Mungu. Usiwe njia panda, wala usiwe mahali ambapo pa kusita. Kwa hiyo huyo ni Ayubu. Bwana asifiwe sana. Sio Akani. Mwambie mwenzako usiishi kiakani. Kwa sababu kuishi kiakani wakati mwingine ni mpaka ukamatishwe dhambi. Yani Akani ni mpaka amesumbua watu. Watu wamejipanga mstari kabila kwa kabila, anakuja kukamatika mwishoni. Anasumbua uwepo wa Mungu muda mrefu haupo. Ni afadhali ujishitaki mapema, lishughulikiwe lile tatizo mapema. Kama unataka kwenda mbinguni, kushughulikia tatizo mapema, kuliko ile hali ya Akani. Unakaa na tatizo, unasumbua kanisa, unasumbua familia, unasumbua maisha yako. Unakuta kwamba Akani hata alipotubu, huyu ndugu Yoshua anamwambia, mwanangu, acha mwanae, sababu ndiye alikuwa kiongozi. Mwanangu, leo nataka umtukuze Mungu. Nataka umtukuze Mungu leo. Fanya ulichokitenda. Maana tumesumbuka sana. Paka nafsi 36 zimekufa. Watu wamekufa 36. Nataka useme moja baada ya jingine. Kitu gani kilikuingia? Sema, niliona joho zuri la Babeli, nikaona na shekeli 200 hivi za fedha, nikaona na dhahabu kiasi cha shekeli kama 50 hivi uzito wake. Hayo ndio yalizungumza na moyo wako? Ndio. Hayo ndio yakanishawishi mpaka nikatamani, mpaka nikachukua, mpaka nikaficha. Kingine sasa, kwa nini ulikawia kutii? Ndio hivyo, nisamehe tu. Basi ukichelewa kutii sio utii ule. Ukichelewa kutubu sio toba ile. Toba mpaka ukamatwe. Basi moja kwa moja Roho wa Mungu akaamua ili wajifunze somo, peleka kwenye bonde la Akori, akapondwa mawe. Hiyo ni tamaa ya macho. Macho umepewa mazuri. Hayo macho ya kufikisha mbinguni. Hayo macho Mungu umuone. Bwana asifiwe sana. Na hayo, kupitia hayo macho ya rohoni yafunguliwe pia. Uone vitu visivyoonekana. Musa alikuwa na macho ya kawaida, hata jicho lake alikupofuka hata akiwa na miaka 120. Mungu anaweza kalinda macho. Lakini pia Musa alimuona Masihi
alimuona asiyeonekana. Bwana asifiwe sana. Macho yana faida. Kuna wengine wanazaliwa vipofu, lakini wewe una macho. Kwa hiyo hayo macho yasikupeleke jehanamu. Na jambo la pili linaloharibu maisha ni mwili. Tunamuona Sulemani hakudumu kwenye mapenzi ya Mungu. Alipewa wosia Sulemani na baba yake. Kitu some tunataka tuende tuone mambo. Mungu anataka usiharibu maisha yako kupitia kuepuka kutokana na watu hawa. Jinsi walivyofanya haikumpendeza Mungu. Ukisoma Wafalme wa Kwanza sura ile ya pili, Wafalme wa Kwanza sura ya pili, tutaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Unasema, siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamwambia Sulemani mwanawe akisema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu, akisema, ikiwa watoto wako wataiangalia njia yao, wakienda mbele zangu kwa kweli, kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema katika mabano, hutakosa mtu katika kiti cha enzi cha Israeli. Hutakosa mtu. Sura ya 11 tuliosomewa, Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao na Misri, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, wala wasioe kwenu wala msioe kwao, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akaambatana nao. Ina maana ikizungumzwa hiyo kuambatana, ni maana ameambatana tangu moyoni. Akawa na wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakaugeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakaugeuza moyo wake afuate miungu mingine. Kati huo hana nguvu sasa, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth, mungu mke wa Wasidoni, na Milkom, chukizo la Waamoni, Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa ukamilifu, kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemosh, chukizo la Moabu, mahali pa juu katika mlima unaokabiri Yerusalemu,
na Moleki, chukizo la Waamoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba, wakamtolea miungu, wakawatolea miungu yao dhabihu. Mstari wa 9 tuliuacha, hebu sikiliza. Anasema, basi Bwana akaghadhabika, kamghadhabikia Sulemani, kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli, aliyemtokea mara 2, akamwamuru katika habari ya jambo lilo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako, ambaye alikuwa ni Yeroboamu. Baadaye Yeroboamu akachukua makabila 12, makabila 10, yakabaki na mawili tu. Rehoboamu ambaye ni mtoto wake akamiliki wa makabila 2 tu. Walakini katika siku zako nitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako, nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako, lakini sitauondoa ufalme wote pia. Nitampa mwana wako kabila moja la Benjamini, kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu, na kwa ajili ya Yerusalemu niliyouchagua. Kwa sababu ya mji niliyouchagua Yerusalemu, naacha kabila kamoja. Na kwa sababu ya baba yako alivyotembea katika imani, naacha kabila moja. Lakini hufai kabisa. Umegeuka moyo, umeruhusu mwili ukutawale. Unataka kuendesha mwili kama mwili unakuendesha. Hivi viungo ni vya kwako, unaweza ukasema navyo, ewe mguu nisikie, siendi. Utaenda kwa amri zangu. Muda huu ni wa magoti, napiga magoti. Sio wa kuendeshwa na mwili, kwenda kufanya mapenzi ambayo ni ya dunia. Unasikia watumishi wa Bwana? Viungo vyote hivi viko chini yako. Mikono iko chini yako, miguu iko chini yako, macho yako chini yako, sikio yako chini yako. Mwili huu lazima ufanye uwe hekalu, uweze katika heshima na utakatifu, uwe hekalu takatifu. So Wakorinto nao walivamiwa, kanisa zima wamevamiwa na mwili, penzi ya mwili. Lakini Paulo akasema huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, lazima litunzwe. Pawe ni mahali ambapo Roho Mtakatifu aweza kukaa na kuseti mipango kwa ajili ya maisha yako. Ukiuachia mwili, Roho Mtakatifu anahama, hawezi kukaa mahali ambapo ni pachafu. So Wakorintho wa kwanza sura ya 6, Korintho wa kwanza sura ya 6, tusome pale mstari wa 16. Korintho wa kwanza sura ya 6, tunazungumza mambo yanayoweza yakaharibu maisha hayo. Uwe makini, natokana na utaalamu wa kufundishwa kwako na maamuzi. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 6:16, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Tena yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Sasa turuke kidogo hiyo. Anasema kwa vijana, ikimbieni zinaa na kila dhambi itendayo na mwanadamu,
aitendayo mwanadamu. Mstari wa 19 ndio nautaka sana. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala si ninyi wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo mwili huu ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Mwili huu si wa kuungwa na makahaba. Huu mwili ni wa kuungwa na Bwana, mnakuwa roho moja. Bwana asifiwe sana. Tujue namna ya kumwishia Mungu. Huyu jamaa, ngoja kwanza. Mhubiri sura ya 2, tumwangalia Sulemani alivyojaribu maisha. Sulemani ameshamwacha sasa Bwana, akaamua afanye kila anachokiona na kuupendezesha mwili. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11, Biblia inasema, Mhubiri sura ya 2, sikiliza. Nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Na tazama, hayo nayo yakawa ubatili. Alivyokwenda kazama sana kwenye anasa kwa sababu ya moyo wake. Amemwacha Bwana. Mbele yake akukuta furaha yoyote, akakuta ni ubatili na kujilisha upepo. Nikasema juu ya kicheko, kicheko nacho ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Hivi kuna furaha yoyote? Hata kama utayafurahia mambo na kucheka ovyo ovyo, naona ni kama wazimu. Yafaa nini haya maisha? Kwa sababu hakuna Bwana ndani. Hata furaha isiyo na Bwana ndani ni ubatili na kujilisha upepo. Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kujiburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima. Kuna wakati mwingine natamka mambo ya hekima, lakini nikaruhusu mwili wangu nipate mvinyo wa kutosha. Ina maana kama ni whisky, sijui nani, pombe za aina zote, kama ni mbege, ulanzi, na vyote, fyagia vyote. Sasa yajua huko kulikuwa na nani gani, lakini anasema akataka kuburudisha mwili kwa mvinyo. Yaani mvinyo wa aina zote ulikuwa unapatikana. Jinsi ya kushikamana na upumbavu, hata nisione yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu. Ninatafuta faida ndani ya ulevi, kwamba nije niwajulishe wanadamu, unajua ukinywa pombe fulani, hii pombe inaweza ikakufikisha mbinguni au ikakufikisha mahali fulani. Vyote nikaona yote niliyoyafanya chini ya mbingu ni ubatili na kujilisha upepo. Nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajenga nyumba, nikajipandia mashamba ya mzabibu, nikajifanyizia bustani na viunga, yani bustani na halafu na maboma na viunga vyake, na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna. Nikajifanyizia mabirika ya maji, yani visima mbalimbali vya maji ya kunyweshea mwitu. Yani hata kama ni maporini huko kwenye majangwa, kwa sababu mimi ni mtawala, niweze tu nifanye mabirika mengi yanyeshee mwitu. Mlimopandwa miti michanga, nami nikanunua watumwa na wajakazi, nikawa na wazalia wa nyumbani mwangu. Tena nikawa na mali nyingi za ng'ombe na kondoo kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo.
nikajipatia waimbaji wanaume kwa wanawake, wawe wananiimbia tu. Yani mimi ninakaa kwenye kiti cha enzi, nasikia kwaya hii, nasikia kwaya hiyo, nasikia uimbaji huo maridadi kama jinsi ambavyo Daudi baba yangu alivyoanzisha kwaya mbalimbali za waimbaji wanaume, na waniimbie tu, waimbie moyo wangu ufurahi. Nao wale ambao wanadamu wanaotunuku, wote wale ambao wanadamu wanawatunuku masuria wengi sana, basi nikawa mkuu, nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Pia hekima yangu nikakaa nayo, wala sikuunyima macho yangu chochote yalichokitamani, wala sikuuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa ni sehemu yangu katika kazi yangu yote. Kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa na mikono yangu, na taabu yote niliyotaabika katika kuzitenda, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Bila Mungu hakuna, lakini ukiwa na Mungu unaiona faida. Sasa mwishoni sura ya 12 mstari wa 13 anasema hivi, hii ndio jumla ya maneno yote niliyoyasema huko, yote, kazi zote nilizozifanya, vitu vyote nilivyovifanya, shikilia hiki katika ushauri wangu. Anasema mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndivyo mpasavyo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri. Neno lolote la siri atalileta, itakuwa wazi, likiwa jema au likiwa baya. Lakini mwishoni huku angalau tunapata matumaini. Akiwa amerejea kwa Mungu, inaaminika mwishoni huenda Sulemani alimrudia Mungu, lakini kwenye dakika za mwisho. Maana hiki kitabu cha Mhubiri amekiandika wakati wa uzee wake, anamalizia maisha. Kwa huenda alitubu mwishoni kulingana na sentensi hii, lakini hapa katikati kaharibu kabisa, mwili umemharibia. Mambo ya kujifunza. Tatizo la Sulemani, hakudumu kwenye mapenzi ya Mungu na maagizo ya Mungu. Tatizo lingine, alichokitahadharisha ndicho alichokitenda. Hakuwa mwaminifu katika maneno na matendo. Alitahadharishwa na baba yake, uwe hodari, mwangalie Mungu, angalia na neno lake. Na kipindi kile Torati ilikuwa imeshakamilika. Sasa hivi Biblia imeshakamilika kwetu, tuangalie sana neno la Mungu. Alikuwa mwalimu wa mambo ya haki, alikuwa ni mwalimu, lakini hakutenda haki. Alizungumza kingine, akafanya kingine. Alijaribu maisha kwa njia nyingi bila Mungu, lakini hakufaulu. Mwisho akarudi kwa Mungu. Sasa mtu akijaribu maisha nje ya Mungu, anajiharibia yeye mwenyewe. Hakuwa na uwezo wa kujidhibiti na kuudhibiti mwili, mara baada ya kuruhusu mwili katika kutokuwa na heshima. Lakini Paulo anatushauri katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Asema ya kwamba kila mmoja ajue jinsi ya kuweza mwili wake katika heshima na utakatifu. Ujue mbinu ya kuweza mwili wako katika heshima na utakatifu. Heshima inaweza kutokana na wewe mwenyewe. Ukijiheshimu utaheshimiwa. Ukiwaheshimu wengine utaheshimiwa. Hizo ni kanuni za heshima. Kwa hiyo kila mtu ajue namna ya kuweza kuwa na nguvu katika roho, kwa sababu mwili una mashindano na roho siku zote. Lakini Roho Mtakatifu akikalia roho yako iliyookoka, inaweza. Shetani anapitia dunia na anapitia mwili. Ukiudhibiti sana mwili, shetani hana uwezo wa kukugusa.
lazima atakugusa kwa ruhusa ya Mungu, lakini vivi ni ngumu. Mwili wako ukiweka katika heshima na utakatifu itakuwa ni nzuri. Huyo mtu alioa wanawake 700 jumlisha wasuria 300, wanawake 1000, alimkosea Mungu sana. Hata kama mtu atakuwa na wake 2 4, hata kama akiwa na 13, bado hajafaa kitu kwa mfano wa huyu. Anasema mambo yote hayo ni kujilisha upepo. Huenda katika 1000 angeweza kutushauri kitu kwamba ukifikia wanawake 1000 kutakuwa ni nafuu kwako. Lakini haya mazoezi ya wawili ni tabu na kujilisha upepo. Rudi kwenye mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, mke mmoja, mume mmoja. Rudi tu hapo hapo. Hata kama unasema kanisa lia wa kike nataka wa kiume, omba Mungu. Wanatoka kwa Mungu. Mshangilie basi Bwana Yesu. Sikati tamaa. Wengine hata hawana huyo. Umeelewa? Bwana asifiwe sana. Wewe tafuta watoto mpaka sasa. Shukuru Mungu kwa kile unachokipata. Endelea kuomba sawa sana haja ya moyo wako. Mwili ulimfyonza Suleiman. Suleiman alikuwa na hekima ya kila kitu. Hekima ya kila kitu. Lakini hakuweza kuitumia katika maisha yake. Yaani alitumia hekima ya kuonyesha wengine, atumia hekima kwa wengine kuwashauri, lakini kujiangalia hekima hiyo imsaidie yeye, kusaidia ili kusudi arudi kwenye mpango wa Mungu, haikuweza kumsaidia kwa sababu aliruhusu tamaa ya mwili. Ukisoma Rumi 2:21 hadi 24 pale, nani anaweza akatusomea hapo? Rumi 2:21 hadi 24. Yashike haya, yatakusaidia. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati? Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo angalia sana hiyo mistari, Rumi 2:21 hadi 24. So Sulemani alikuwa kwenye hali hiyo, anafundisha kingine. Mtu mwingine anasema sikiliza sana maneno yangu, lakini matendo yangu usiyafuate. Ala, wewe ni kiongozi, tutafuata na matendo, lakini tukiyaona sio ya Bwana tunaepuka. Tunaona kumbe huyu anatudanganya. Sulemani alifikia sehemu anasema kingine, anafanya kingine. Anashauri, aliandika hekima, aliandika mithali. Aliandika Mithali 4 mstari wa 23. Mithali 24 mstari wa 23 unasemaje? Hata kwa kichwa naweza nikakumbuka. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana ndiko kutoka kwa chemchemi. Twende. Mithali 4 mstari wa 23. Linda sana kuliko vyote. Alafu kwa maana ndiko chemchemi za uzima zitokako. Yeye amelinda. Allah. Wewe unatusakizia tutulinde moyo, wewe umeulinda? Mambo ya mwili umeyaingiza pale moyoni, ndio yanakuendesha. Unaona sasa jinsi ambavyo alivyokuwa yanamshinda mambo, anatamka mambo halafu yamemshinda. Sisi tusiwe hivyo. Haya yameandikwa ili kusudi tujihadhari. Alijenga hekalu la Mungu kwa kweli Suleiman, kwa mwaminifu, kwa muda wa miaka 7. Mwaminifu kweli mwanzoni, na akaonywa ya kwamba usijihadhari na wanawake. Kwenye Kumbukumbu la Torati 17
alionywa, kwa sababu Kumbukumbu la Torati 17 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea inazungumza juu ya wafalme, kanuni ya mfalme inavyotakiwa awe. Hatakiwi ajizidishie mali sana mpaka mali zinamuongoza. Lakini mali zote, maana aliomba hekima, kwa kweli alianza kwa unyenyekevu mwanzoni na Mungu akampa mali, lakini akaruhusu tena mali zikamuongoza. Hiyo ni mbaya, na akajizidishia wake. Kuna kanuni katika Kumbukumbu la Torati 17 pale zinazohusu wafalme. Alijenga hekalu la Mungu, lakini alipojaa tamaa ya mwili moyoni, akaoa wanawake wengi na kujenga mahekalu kwa kila mwanamke. Alikuwa mjenzi wa hekalu, akaenda kufanya ujenzi wa hekalu ya miungu. Kila mwanamke alimwambia, sisi unanipenda kweli Suleiman? Nakupenda. Desturi zetu sio kuabudu kama Wayahudi. Nina miungu yangu. Lazima nijenge Kemosh pale. Wengine lazima nijenge Marekamu. Miungu hiyo Ashtaroth, na jinsi ilivyokuwa inaabudiwa ni uchafu. Kwa kuwa alikuwa na upendo, akawajengea, akageuka moyo. Bwana akaghadhabika. Wewe ni mchezo Bwana kughadhabika? Sema kwa sababu umeniacha, ukageuka, hujanigeukia mimi, na moyo wako haujawa mkamilifu, hakika ufalme wako umeraruliwa. Nimeurarua ufalme wako, hutaendelea kutawala. Lakini kwa heshima ya Daudi nilivyomtamkia, wewe kwa sababu umejenga hili hekalu, kwa sababu ya heshima ya Daudi, na kuachaka kabila kamoja, la sivyo usingetawala, hata mtoto wako asingetawala kakabila. Lakini kwa heshima ya mtu ambaye baba yako aliyoiweka kwangu na nilivyoagana naye, basi naweka kakabila kamoja. Na kwa sababu ya Yerusalemu niliyoichagua, na Daudi alileta heshima ya kunipigania na kuwaondoa maadui, na akaleta sanduku la agano lililokuwa limeachwa muda wa miaka 70. Sasa limeletwa hapa. Daudi nitamheshimu, na kwa sababu ya heshima hiyo, basi naweka kakabila. Wewe umeruhusu mwili umekutawala. Hebu tuseme fanya hivi. Daudi, moyo wote kwa Mungu. Kusanya mikono yako kifuani. Aya, iachie tena. Lakini Suleiman, moyo nusu kwa Mungu. Fanya mkono mwingine kifuani, mkono mwingine umeunyoja. Moyo nusu, mtu wa akili, mtu wa hekima, mtu wa nafsi, akili tele, lakini hazifaidi kitu chochote katika roho. Moyo nusu kwa Mungu. Kwa sehemu ana moyo na Mungu, kwa sehemu zingine anajifanyia mambo yake. Sitaki niwe kama Suleiman, taka niishi kama Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Sauli, hebu weka mikono yako hapa yote kifuani. Sauli, bila moyo, mtu wa kimwili kabisa, ngoza na mwili, hana hata moyo. Naambiwa nenda kaue Agagi, teketeza vinavyotakiwa kuteketeza, unaacha. Unajua sadaka ni bora kuliko kutii. Allah, mimi nilikuwa sizioni hizo sadaka. Hatuna ng'ombe hapa na kondoo katika Israeli mpaka tuende kupata ng'ombe wa huko. Teketeza. Kwa hiyo tunaona akawa mtu wa kuabudu miungu, akawa mtu wa kupendezesha wake zake badala ya kumpendeza Mungu, akawa maarufu, mwenye heshima ya kawaida, mwenye kujulikana na watu, lakini kapoteza heshima kwa Mungu. Ni lazima udhibiti maisha yako kwa neno la Mungu na kwa kujaa Roho Mtakatifu. Usiruhusu mwili ukakuendesha. Kama kuna njaa, kula. Kama hakuna, leo ni siku ya maombi, Hata kama
wakati mwingine unasikia tumbo linatetemeka. Kufunga kwa leo ni kwa ajabu. Wazee wa kanisa, tumbo linatetemeka na kichwa kinapasua. Niruhusuni hata ninywe chai. Kama wewe ndio unaanza mazoezi tutaelewa tu. Kama umeanza mazoezi kwa kweli, mruhusuni hata anywe chai tupu, kwa sababu anafanya mazoezi. Tumbo limetetemesha mpaka na kichwa kimeuma. Sasa asije akafa mtu. Lakini ukishafanya mazoezi ukayaweza, mwili unaunidhamisha kwenye kufunga na kuomba. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, nimalizie tu, ni kiburi cha uzima. Muda wetu umefika. Nilitakiwa nikome hapa. Lakini nipe kama dakika 5 hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Andika kiburi cha uzima Lucifer. Kiburi cha uzima Lucifer. Mfano Lucifer. Kwa sababu kiburi cha uzima kina wengi ndani ya Biblia. Kina Herode akaliwa na chango. Kina Nebukadreza, yeye akala nyasi miaka 7 kwa sababu ya kiburi. Kiburi cha uzima hata Kaini alikuwa nacho. Kaini anaambiwa dhambi na kuotea ilipaswa uishinde. Asema umeniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu. Anamjibu Mungu kama mjomba, kama mtu tu. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni hali ya kutumainia nguvu zako wewe mwenyewe, mali zako wewe mwenyewe, rasilimali zako wewe mwenyewe, kutumainia zikawa kama Mungu. Uzima wako ulionao ukaufanya huu ndio na usudu. Maana bila uzima mimi si kitu. Lakini uzima huo chanzo chake ni wapi? Hujui. Na kudharau sheria au kanuni za uungu, kumdharau Mungu na haki zile za kibinadamu, unazidharau, unawakanyaga watu wote, unawafanya mimi ndiye mimi, watumia sentensi za mimi, halafu unajiona wewe ni zaidi ya wanadamu, wewe ni zaidi ya Mungu. Kiburi ni kibaya. Kiburi ni hali ya kutokutambua mchango wote wa wengine, wala kutokutambua mchango wa Mungu, wala kutokutambua mchango wa marafiki. Kiburi ni kinyume cha unyenyekevu. Yesu akatembelea unyenyekevu. Shetani ambaye ni kerubi, ni malaika aliyeumbwa. Katika Isaya 14 mstari wa 13 hadi 14. Hebu tusomee tu kwa haraka alafu nielezee hapa. Isaya 14:13 hadi 14. Ndio. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitapanda mpaka mbinguni. Ulikuwa kwenye mbingu za katikati za chini. Nitakiinua kiti changu juu. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kuliko nyota za Mungu ambao ni malaika. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Pale ninapoongoza sifa, halafu wewe unakuja kwenye eneo la ibada, nitakiinua kiti changu mpaka pale. Halafu katika pande za mwisho za kaskazini. Pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Yaani mimi nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Mpaka nifanane na yeye aliye juu. Yaani Mungu Baba na kiti chake cha enzi, nafanana naye hapa. Yaani yeye yuko hapa na mimi niko hapa. Kisha mimi ninakuwa juu yake. Namwambia, ni kama unamwambia bwana mdogo, unasemaje? Wewe uliniumba, sasa mimi niko hapa. Fanya ufanyalo. Allah, kiumbe kinataka kipande mpaka kwa Mungu, alafu kifanane naye. Alafu sio afanane naye kwenye renki moja, anatamani sasa afanane na Mungu anavyotawala, anavyokaa juu, yeye awakalie juu zaidi, na Mungu awe bwana mdogo naye ashike nafasi aliyokuwa ameshika yeye. Alafu yeye awe juu, afanane na Mungu anavyotawala, anavyokuwa juu. Kiburi. Hata ukisoma kwenye Ezekiel 28 mstari wa 12 ndio utajua kwamba Lucifer alikuwaje.
Ezekiel 28 mstari wa 12 hadi 17 anasema wewe ulikuwa kerubi wa kutiwa mafuta ambaye umefunikwa. Halafu wewe kerubi ulikuwa na hekima na uzuri usiokuwa wa kawaida. Kazi ya matali na filimbi zilikuwa ndani mwako. Ulikuwa umejaa madini, yale madini yaliyotajwa yametajwa kwa kuhani mkuu. Ulikuwa nayo yote, yani ulikuwa ni bora. Ukiangaliwa tu hivi wewe unameremeta. Wewe ulikuwa na kiti cha enzi, ulikuwa kama mfalme. Wewe ulikuwa kama nabii ukitabiri mambo, ukimfunua Mungu. Wewe ulikuwa kama kuhani, yani ni kerubi anayefunika, kerubi ambaye mwenye kufunika, kerubi ambaye unafananishwa na makuhani, jinsi ambavyo alivyokuwa na madini ya makuhani. Wewe ulikuwa na nafasi nzuri, ulikuwa kiongozi wa malaika, ulikuwa ni mkurugenzi wa sifa, director wa sifa. Ukisifu Mungu anashuka. Alikuwa anakaa chini ya kiti, anakaa katika kiti cha sifa. Sifa yako inamfanya Mungu ashuke. Leo hii ulipoonekana, kiburi kimeonekana, kama uchuuzi, kama biashara ambayo imekuwepo ndani ya moyo wako. Hekima yako imekutoka. Wewe kerubi ambaye ulikuwa wakufunikwa, basi umetupwa kutoka mbinguni, umetupwa huko duniani mpaka na kuzimu. Alikuwa ni wakutisha. Nafasi hiyo tunayo, sababu Bwana asifiwe sana. Watu ambao ni kama wafalme ndio sisi, kama makuhani ndio sisi, kama manabii tunaomfunua Bwana ndio sisi. Yeyote akiokoka anakuwa kuhani. Nafasi ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu ni yetu. Inatakiwa tufanye kwa bidii sana, tusijae kiburi cha uzima. Uzima tulionao watosha kumtukuza nao Mungu. Tusitafute sifa zozote. Hakuna cha kupanda juu na kumkanyaga Mungu katika mambo yake. Tusipende dunia na kila kitu kilichomo mle ndani. Tumpende Mungu kuliko na tuweze kumlingana Mungu. Tusitake vyeo vya juu. Yani maana yake ni kwamba tuwe na shauku ya kumtukuza Mungu. Bwana atakapotuweka ametuweka, lakini si katika hali ile ya kiburi. Leo tunataka tushambulie roho ya kiburi, tamaa za macho, tamaa ya mwili. Unajua nilisema jambo moja kwamba katika Yakobo 1 mstari wa 13 hadi 15 utasoma nyumbani. Tamaa inapitia hatua 7. Hatua ya kwanza lazima uone. Hatua ya pili unavutwa na kile ulichokiona. Hatua ya 3 unatamani. Hatua ya 4 unalagaiwa, unafundishwa, unalagaiwa na huo uongo kutokana na jinsi ulivyotamani. Hatua ya 5 tamaa inachukua mimba. Hatua ya 6 tendo la tamaa. Hatua ya 7 unazaa mauti. Unakufa kiroho. Mmenielewa? Narudia tena hatua hizo alafu tumemaliza. Yakobo 1 mstari wa 13 hadi 15. Nasema mtu asisema anajaribiwa na Mungu. Mtu hujaribiwa kwa tamaa zake yeye mwenyewe. Tamaa hizo zikimvuta, na tamaa ikishakomaa mle ndani tamaa ikishachukua mimba inazaa mauti. Hatua 7 za tamaa ya mwili ama tamaa ya macho, kivyo vyote vile. Na hata kiburi cha uzima mpaka na tamani ukubwa. Hayo yote yanapitia hatua 7. 1 kuona, 2 kuvutwa, 3 kutamani. Na asipojinasua katika hatua ya 3 hii ya kutamani, moja kwa moja anaingia kwenye kulagaiwa, kudanganywa. 5 tamaa inachukua mimba. Unakuwa kama mwenye mimba, mjamzito. Mimba ikikuendesha kale udongo wa Pemba, unakwenda unakula udongo wa Pemba. Mimba ikikuendesha kula maembe mabichi, mtu anapurura maembe mabichi. Mimba ina mateso kwa sehemu. Ndio maana wakati mwingine ujauzito tunaukabidhi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Tunazikabidhi kwa Bwana kwamba hii ujauzito kwa jina la Yesu uokoke uko ndani. Mimi ndiye niliyekubeba kwa jina la Yesu.
usiniendeshe pasipo na utukufu wa Bwana. Mtu anakuta anakula udongo wa pembe, yani analisha udongo. Unajua udongo nao una madhara yake kuliko kawaida. Kwa hiyo tamaa inachukua mimba, afu tendo la dhambi, alafu baada hapo kuna kuumeza mauti. Sasa tunataka tukemee. Tusimame watumishi wa Bwana. Mambo yanayoharibu maisha. Hatutaki maisha yetu yaharibike. Maisha yetu yawe standard, maisha yetu yawe silaha. Maisha yetu tuyatunze, yamtunze Bwana, na Bwana yatunze, na Bwana yamletee utukufu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Uko juu sana, wala kule kuzimu hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe.